lakini binadamu, 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 lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia, lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia. Watubu na waingie kwenye safina ili wapone, na waingie kwenye safina ili wapone. Watu walimchekea wakumwona mjinga kwa kujenga safina katika nchi kavu. Watu walimchekea na kumwona mjinga kwa kujenga safina katika nchi kavu. Wanyama wanaotembea, wanaotambaa, hata wale wanyama wanaoruka waliingia kwenye safina. Wanyama wanaotembea, wanaotambaa, kwenye safina, lakini binadamu, 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 lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia, lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia.
ulivuma, ngurumo za ajabu, na mvua ikanyesha, radi ilimulika, upepo ulivuma, ngurumo za ajabu, na mvua ikanyesha. Wanaotembea, wanaotambaa, wanyama wanaoruka waliingia kwenye safina. Wanaotembea, wanaotambaa, wanyama wanaoruka waliingia kwenye safina. Lakini binadamu, 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 lakini binadamu. Lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia. Lakini mwishowe ahadi ya Mungu ilitimia. Very active, lakini alikuwa na shida tu ndogo ambayo si shida. Alikuwa na makengeza. Makengeza ni nini? Makengeza ni ile hali nikikuangalia ninataka na kwamba naangalia lakini ninakuona ninakuangalia. Si umenielewa? Sasa wacha uone maajabu. Yule mama akauliza kijana yake, Nyandoro, Inki, hii nini hii umeniletea hapa? Nyandoro akasema, mama, si ni mke wangu nimempenda. Toa hii kitu hapa. Toa hii kitu hapa. Atikisa na maana ana makengeza tu. Hapa ngina hiyo sio mzuri. Toa hii kitu hapa. Yaani mimi nimeenda nikaangalia msichana atakaye kuwa msaidizi wangu, na huyo ndio Mungu aliona ni vyema awe msaidizi wangu, alafu wewe unamwambia toa hii kitu hapa. Kijana akaumia, akamwambia, mama, mbona unaita mke wangu toa hii kitu hapa? Na nimeangalia na nikaangalia na hata nikaombea Mungu wa mbinguni anipatie mke mzuri anayempendeza Mungu na anayewaheshimu, na ninapoangalia anawaheshimu. Mbona unaniambia toa hii kitu hapa? Mama, nakupenda, lakini mimi huyo ndio niliyechagua. Halo? Huyo ndiye niliyechagua. Sina mwingine, na huyo ndiye Mungu amenipatia. Na yenyewe kijana alikuwa ameomba. Mama akawa na shida, kijana naye akakaa ngumu. Vijana saa zingine Bwana awabariki. Akakaa ngumu, na akamwambia mama, huyu ndio huyu, na wakaishi. Alipokataa harusi, kijana aliamua sasa aishi na yeye. Na wakaamua, na Mungu akawabariki na watoto. Mama akawa anachokora mpaka funguo mahali wanaweka, na msichana akawa mzuri. Wasichana hapa isike Bwana wabariki. Msichana huyo akawa mnyenyekevu, hata akitusiwa ananyenyekea, anakimbia mtoni analeta maji, akitumwa sokoni hana matatizo. Mama hata akimtusi yeye hana haja na hiyo. Yeye amenyenyekea kwa mke wake na amenyenyekea kwa mama yake, mpaka mama akaangalia akashindwa, huyu nitatoa aje hapa kwangu? Ilishindikana. Siku moja akachukua funguo, maana walikuwa wanaweka hapa juu ya mlango. Mama akachukua hiyo funguo
na akaenda akatupa. Hili kijana akasiriki aone alioa mke ambaye si mzuri, aliye na macho ambayo mama yake hakupenda na aoni vizuri. Akachukua zile funguo na akasema hivi, nitazitupa mahali ambapo hakuna atakayeona, na sasa nitachutia yule kijana afukuze huyo mtu, sitaki. Na saa hiyo na watoto wangapi? Akachochea funguo ametupa. Kijana akatangulia kuja, akaangalia funguo mahali wanaacha akienda kazini, mahali wanaacha akakosa funguo. Akauliza mama yake, na mama nani? Unaniangalia mama nani? Mama Nyaboke. Mama Nyaboke. Baba Nyaboke alipokuja akamwambia Mama Nyaboke alikuachia funguo akienda sokoni. La, hakuniachia. Si nilikwambia huyu mama saa zingine macho yake. Yaani wewe unashikilia tu mahali udhaifu iko. Mama, Bwana awasamehe kwa jina la Yesu. Yaani unashikilia kwa udhaifu. Ukiona hivi unashikilia. Usishikilie udhaifu kwa jina la Yesu. Wamama, heshimu hizo ndoa za wenyewe. Si yako, nyinyi wazee. Akachukua funguo na akaenda na mama alikuwa amechukua funguo, akaenda naye mtoni. Akatupa huko mtoni ili iende na maji. Hata hiyo roho ukiangalia mami, hiyo roho ni roho ya aina gani? Wacha uone vile Mungu wa mbinguni ufanya miujiza. Alipotupa kifunguo kule majini, kule mtoni, haya kijana akaangalia, akakaa nje. Watoto pia wakaja wakakaa nje. Mama alipokuja sasa, mwenye nyumba akamuuliza mzee wake, darling, mbona mko nje? Yaani wana watoto wawili, changamoto ni nyingi, lakini bado wanaitana nani? Mpenzi. Mbona mko nje? Mwanaume naye alikuwa amechochewa na mama, akamwambia, kwa funguo ziko wapi? Si nimeweka hapa tu mahali watu naweka. Hapa hakuna funguo. Na yeye akaenda akangusha, kweli hakuna funguo. Ndio naye mzee akakasirika, akawa mkali. Kwani na wewe hata una akili mzuri? Kwani macho yameharibika kiasi cha kwamba akataja udhaifu wa mke wake ambao mama amekuwa akipiga siku zote. Yule msichana akalia sana na akamuuliza hivi, ewe mpenzi mume wangu, nimekaa na wewe miaka hii, hata kama mami alikuwa anatuchapa, ulikuwa na moyo wa kunipenda na kuniheshimu na kunizuia mami asiweze kunimaliza. Lakini leo hivi nahuzunika moyoni, kama mmeunganika muone udhaifu wa macho yangu. Ni sawa tu, Mungu aona, na maana ni Mungu wangu atanitetea kwa utukufu wa jina lake. Bwana asifiwe. Mungu atanitetea. Na kweli mtu mwaminifu wa Mungu anayemcha Mungu, Mungu wetu utetea watoto wake. Wewe ambao umeolewa juzi na wewe uliolewa kitambo na kuna changamoto ndani ya familia, usikate tamaa. Bwana atakutetea katika jina la Yesu. Usiwe na hofu, waheshimu tu. Alinyenyekea na akaomba, na kijana akajijaza, akafunja nyumba. Walipoingia kwa nyumba, ndio kijana akaelewa alimkosea mke wake, na hapo walipokuwa wakiomba usiku akamwambia, lakini mke, nisamehe, nimeongea visivyo stahili. Mume mwema. Akanyenyekea, akaomba msamaha. Alipoomba msamaha, kesho yake akamuuliza, mume wangu, ungetaka ukule nini kizuri leo jioni nikuletee ninapoenda sokoni? Mama akamwambia, kijana mume wake akamwambia, my dear, niletee samaki. Letea mimi samaki. Sasa nataka uone miujiza. Kumbe naye watu wanaovua walienda kule mtoni wakafua samaki, kisa na maana samaki aliona kakitu kakiwakawaka majini, samaki ikaenda ikakula kile kitu na ikameza. Mama naye alipoenda sokoni akapata samaki zinauzwa, akaangalia,
akaona ni gani samaki nzuri inayependeza mume wake. Akapiki hiyo. Kapiki hiyo iliyo nafungua nyumba yao ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ataka uone maajabu. Hiyo ngege, si unajua ngege ni samaki ndogo. Alipofikisha nyumbani, alipokuwa kichinja, akapata kitu ndani.